Nichukua nafasi hii kuwakaribisha katika mkutano maalum wa baraza la madiwani kupitia ujumbe wa ukaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali kwa mwaka wa fedha kuanzia Juni 2025. Tanzania kwa mwaka unaoishia tarehe 30 Juni 2025, na ripoti ya ukaguzi huo kukabidhiwa kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, na hatimaye kuwasilishwa bungeni tarehe 10 Aprili mwaka 2026. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kwa mujibu wa kifungu namba 48(1) za sheria ya fedha ya serikali za mitaa namba 9 mwaka 1982 sura 290 iliyofanyia marekebisho mwaka 2000, leo halmashauri ya mji Masasi wapo mbele ya baraza la waheshimiwa madiwani kuwasilisha taarifa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali yani CAG, ikiwa na mapendekezo ya utekelezaji wa maoni ya kamati ya fedha, uongozi na mpango. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, napenda kutambua ushirikiano tuliopata Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi wa Hesabu za Serikali kutoka kwa wafanyakazi management ya halmashauri ya mji Masasi kwa kipindi chote cha ukaguzi hadi kufikia leo hii tunapowasilisha taarifa yetu mbele ya umma. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kwa hesabu za mwaka wa fedha 2024/2025 halmashauri ya mji Masasi ilipata hati inayoridhisha. Kwa niaba ya Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi wa Hesabu za Serikali Tanzania, napenda kuwapongeza waheshimiwa madiwani wote na watendaji wote wa halmashauri hii kwa kupata hati hiyo. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali Tanzania ya mwaka 2024/2025 iliwasilishwa kwa mkurugenzi wa halmashauri ya mji Masasi ikiwa na mapendekezo 62. Ofisi yangu ilipokea taarifa ya utekelezaji na kwa kushirikiana na wataalamu wa halmashauri ya mji Masasi tulifanya uhakiki ambapo mapendekezo 56 yalifanyiwa kazi kikamilifu sawa na 90%, na hivyo mapendekezo 6 tu yapo katika hatua mbalimbali. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mapendekezo yaliyobaki hayo 6 yamegawanyika katika makundi mawili. Kundi la kwanza ni mapendekezo 5 ya mwaka husika na pendekezo 1 tu la miaka ya nyuma. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, hali ya utekelezaji wa maagizo ya kamati ya kudumu ya Bunge hesabu za serikali za mitaa ya wilaya. Wakati wa kikao cha kamati ya kudumu ya Bunge hesabu za serikali za mitaa kilichofanyika katika ukumbi wa Bunge Dodoma tarehe 22 Januari 2024, kamati ilitoa maagizo 4 kwa management ya halmashauri ya mji Masasi kwa ajili ya utekelezaji. Hata hivyo, maagizo 3 yametekelezwa kikamilifu. Maagizo 1 lipo katika hatua mbalimbali. Nitumie fursa hii kutoa taarifa kwamba katika ukaguzi uliofanywa na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa mwaka wa fedha 2024/2025 halmashauri ya mji ilipata hati inayoridhisha, yani unqualified opinion, ikiwa ni miaka 5 mfululizo kuanzia mwaka 2020/2021 mpaka mwaka huu wa 2024/2025. Tumekuwa na rekodi nzuri ya kutoa kupata hati inayoridhisha. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na kupata hati inayoridhisha, halmashauri ya mji Masasi ilipokea mapendekezo mbalimbali katika hesabu zake. Jumla ya mapendekezo yaliyotolewa na hatua mbalimbali za utekelezaji ni kama ifuatavyo.
Katika mwaka wa fedha 22/23 mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali alitoa mapendekezo 13 ambapo tulitekeleza kikamilifu mapendekezo 12 na pendekezo moja bado liko kwenye hatua ya utekelezaji. Katika mwaka wa fedha 23/24 mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali alitoa mapendekezo 20 na yote yametekelezwa kikamilifu. Katika mwaka wa fedha 24/25 ambao ndio tunaojadili, mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali alitoa mapendekezo 22 ambapo 17 yametekelezwa kikamilifu na 5 yanaendelea kutekelezwa. Kwa hivyo kwa ujumla mapendekezo yaliyotolewa ni 55, 49 yametekelezwa na 6 yako katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Ya ukusanyaji wa halmashauri ya mji wa Masasi, niwapongezeni sana, na sisi kama wanasiasa tuunganishe nguvu zetu kwa niaba ya wananchi wa halmashauri ya mji wa Masasi. Ndugu zangu, kwanza kabisa naomba nichukue nafasi hii, mwenyekiti, kukupongeza namna kikao hiki kilivyoenda. Kimeenda vizuri sana, lakini kama inavyotambulika kwamba chama tawala ndio wenye duka, naomba nikiri kwamba taarifa zilizotolewa hapa sisi kama Chama cha Mapinduzi tumeridhishwa nazo sana, na ninawapongeza kwa kufululiza miaka 5 kupata haki. Lakini ninashukuru zaidi kuona hata wenzangu wa vyama rafiki wameridhika na taarifa na kazi zinazofanywa na halmashauri. Niwaombe waheshimiwa madiwani, timizeni wajibu wenu wa kuisimamia halmashauri yetu. Usimamizi wenu madhubuti ndio utakaoendelea kutufanya kila siku tunakutana hapa na kufurahia taarifa nzuri. Lakini niwaombe watendaji, wakuu wa idara, ninaomba tutimize wajibu wetu, tuzingatie taratibu, kanuni ambazo zinatuongoza katika halmashauri yetu ili tuweze kuepuka na hoja kwa kipindi kingine. Lakini na mwisho, kwa siku ya leo, naomba nichukue nafasi hii kumpongeza mweka hazina. Tunashukuru kwa kazi nzuri ya kututengenezea taarifa nzuri ambazo zimekuwa mfano kwenye halmashauri zingine. Kwa niaba ya mkuu wa wilaya Masasi, naomba niahidi hoja hizi za mkaguzi wa nje kwa kushirikiana na halmashauri tutazisimamia na kuhakikisha halmashauri wanafanyia utekelezaji na zinafungwa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mwisho naomba nitoe pongezi kwa Mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Masasi, baraza la madiwani, mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Masasi pamoja na watendaji wote kwa kupata hati inayoridhisha. Mheshimiwa mwenyekiti, kama mnavyofahamu, ripoti ya CAG ni nyenzo muhimu inayotusaidia kupima uwajibikaji, uadilifu na usimamizi wa miradi ya maendeleo inayotekelezwa kwenye maeneo tunayoyasimamia, hasa pamoja na matumizi sahihi ya fedha za umma. Napongeza sana wakilishi wa CAG ndugu yetu Peter CPA kwa kutupa vigezo vile 5 ambavyo kwa kweli tunapimwa katika uwajibikaji wetu. Hivyo basi, nitumie fursa hii na nafasi hii kuwapongeza viongozi, watendaji wote wa halmashauri kwa kazi nzuri wanayofanya ya kuwahudumia wananchi katika sekta mbalimbali. Aidha, niungane na wenzangu waliotangulia
kuwapongeza sana kwa kupata hati inayoridhisha, yaani hati safi. Hongereni sana. Ndio maana nikawiwa tangu nimeanza tu hotuba yangu ifupi kwamba kwa kazi hii basi mkurugenzi na imani atatenga fedha kidogo kwa ajili ya waheshimiwa madiwani kwenda kujifunza, tukapata maarifa. Mheshimiwa Mwenyekiti wa Halmashauri, ripoti ya CAG ya mwaka wa fedha ulioishia tarehe 30 Juni 2025 imeonyesha maeneo ambayo tumefanya vizuri, yako maeneo mengi, lakini pia imeonyesha changamoto mbalimbali ambazo zinahitaji hatua madhubuti ili kuweza kuzirekebisha na kufuta hoja ambazo zimetolewa mbele yetu. Miongoni mwa changamoto hizo, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kama ifuatavyo. Kwanza, miradi kutokamilika kwa wakati kutokana na sababu mbalimbali, lakini udhaifu katika ufuatiliaji wa fedha za mikopo ya vikundi vya wanawake, vijana na wenye ulemavu. Hapa tuna deni, lakini malimbikizo ya muda mrefu ya madeni ya watumishi na wazabuni, tuna fight wale waliokopeshwa na tunaowadai, lakini pia kutokuzingatia miongozo ya utekelezaji wa matumizi ya fedha za umma. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika hili nilikuwa nasikiliza hoja, sisemi hoja zingine za kujitakia, lakini nasema hoja hizi wataalamu wakikaa kwa pamoja tutazifuta. Mfadhili ametoa fedha, ametoa maelekezo ya namna ya kutumia fedha zake, tufuate hayo maelekezo. Ukikiuka unaleta hoja. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu DMO yuko hapa ndani, hoja za mambo ya hospitali zimekuwa mtambuka, zimetajwa mara kwa mara. Kwa hiyo niagize tu mkurugenzi, DMO na wataalamu wake tukae chini kwa ajili ya kusota hizi hoja. Hoja zote ambazo ziko katika ngazi ya halmashauri ambazo zinaweza kutatuliwa na halmashauri, ushuru wa vibanda, kufuatilia utekelezaji wa wataka, reallocation ya fedha imeshafanyika. Hoja hizo zote na waagiza, Mheshimiwa Mwenyekiti wa kikao, na waagiza wataalamu zifungwe, zifuatiliwe na kufungwa kabla ya mwaka wa fedha haujaanza, kwa maana ya tarehe 30 Juni 2026.